maisha kuna starehe hizi. Moja pesa, moja kitu kinachokufanya. Hicho ni nini? Ulize nini? Nifundishe basi. Mbona nikufanye nini? Sije. Nasikia raha sana. Wewe. Hii biashara. Atupolipie. Nilipie? Yes. Jamani, mimi najitaka bwana. Wewe. Atupolipie. Wewe nengeneka hapo na jiwazi hapo, nishakwambia inabidi ulipie. Wazingua. Oi. Bora. Wewe. Wewe. Natembea usiku, kivuli changu kimenizoea. Ninabeba penzi kama mzigo wa kuuza. Wanaokuja wanataka ladha sio. Wanagusa mwili lakini hawajui maumivu yangu. Kila
dirisha la tani ni gereza, kila shuka ninalolala ni hukumu, na macho yao yanapong'aa, moyo wangu huzima. Najiuza, sikustarehe bali kwa sababu sina pa kwenda. Leo najiuza kwa machozi yanayocheka mbele yao, najiuza kwa roho iliyouzwa kwa bei ya kahawa, najiuza na kila sentence wananitaja kama starehe, lakini mimi ni binadamu, ninahitaji kupendwa. Wengi wananiita mrembo wa giza, wengine waniahidi nyumba, magari, visa, lakini usiku nikirudi najikuta sina thamani, nimeachwa na harufu. Habari za huko? Habari za huko kwa upande mwingine ni salama, lakini pia sio salama. Kwa nini? Belia amekataa kurudi chuo, ila dada zake wenyewe wapo tayari. Kwa sababu gani? Anatumia kigezo cha yeye kufiwa, ndio maana hataki. Nimetumia njia kubwa ya kumshawishi, lakini amekataa kabisa kurejea chuo. Hiyo haina shida, kwa sababu unajua namna gani ya kudili na watu kama wenye matatizo hayo. Niachie mimi, sawa? Nachotaka uhakikishe tu kwamba kila kitu kimeenda sawa. Kama kuna lolote utanijulisha. Basi jitahidi watoto wangu endapo wakirejea chuo, hakikisha unawafunza vyema. Ondoa shaka katika hilo. Kwaje, vipi kaka? Unajua mwanangu, mazingira ya mzee kama kutoka saizi mapema yanakuwa jao, si unajua. Lazima sikizie kwanza. Pole sana. Shukrani. Vipi ulaiani huko? Raiani sheja tu kule, watu wanakuulizia nini? Hakuoni. Sasa kaambia ukiingia kwa mshikaji wako kule, mpe hai bwana. Sema nikiingia atawashilisha. Mdogo wangu, ngoja nimsikize sister hapo mtaani. Kila dirisha la tani ni gereza, kila shuka ninalolala ni hukumu, na macho yao yanapong'aa, moyo wangu huzima. Najiuza, sikustarehe bali kwa sababu sina pa kwenda. Leo najiuza kwa machozi yanayocheka mbele yao, najiuza kwa roho iliyouzwa kwa bei ya kahawa, na kila sentence wananitaja kama starehe, lakini mimi ni binadamu, ninahitaji kupendwa. Kuna tetesi nazisikia zinaendelea hapa chuoni. Tetesi gani madam? Naendesha biashara za uhuni. Kuna wewe, Ridi na huyu Benli, vijana kama 7 hivi. Madam, hizo taarifa mpata wapi? Wewe usitaki kujua nimepata wapi hizo taarifa. Na haya matatu yako vipi? Situsha kwambia uyafute? Madam, hizo tatu ndazifuta tu. Kwa sababu mimi sina pesa, ila nikipata pesa ndazifuta. Kosi gani kuhusu hilo? Fanya uyafute, tuyataki hapa chuoni. Nimekuelewa madam. Madam, sorry. Nini? Madam, kuna swali nataka nikuulize. Hivi madam, hujaolewa kweli? Sijaolewa. Kwa nini? Siku kijisikia kupata burudani, namba nitafuta madam.
machozi yanayocheka mbele yao. Nageuza kwa roho iliyouzwa kwa bei ya kahawa. Nageuza na kila sentence wananitaja kama starehe, lakini Halo. Naongea na nani? Najua unifahamu, lakini mimi ni mdai wa babako. Mdai? Mimi sifahamu chochote na hajawahi kusema kama kuna mtu alimkopa pesa. Lakini ninamdai shilingi milioni 50. Milioni 50? Ndio pesa ambayo inahitajika kulipwa mpaka sasa. Hapana. Mimi siwezi kulipa kwa kweli, kwa sababu hamna ninachokifahamu. Na kwako pia. Milioni 50? Mbona pesa nyingi? Vipi? Mzigo umeisha? Mzigo umeisha kwa poa. Cha kuzingatia akaunti yangu ya namba ni ile ile. Haina shida. Sibadilishi. Poa, subiri. Shika. Nimekuambia cha kuzingatia akaunti yangu ni ile ile. Haina shida. You can go. Baby tena mbona ikaika asubuhi yote? Na mandalia chai kabisa. Mbona kaka? Kwani kuna shida gani mimi nikimwandalia chai? Hamna tatizo. Tatizo lipo kumwandalia Benali chai. Sikaka kwa jamani. Yaani nyumba. Ukilala Benali, ukiamka ukipita huko Benali. Jamani, amchoki. Lakini ndugu wangu, si nimeshakupa chai leo? Au kuna shida gani? Na mwenyewe ndio huyo anakuja. Umeamkaje? Salama za asubuhi. Salama. Nilikuwa nakuandalia chai hapa, si umeona nimechelewa ndio umefuata. Sawa, lakini nafikiri nitanywa baadaye maana natoka kidogo. Bye. Baadaye. Haya, baadaye. Bye. Anyway, unamwangalia mtu mpaka ameacha kunywa chai. Hivi mtu kweli aache kunywa chai kwa sababu ya mtu? Atakuwa ana njaa, kashiba yule. Unaromba sana ndugu wangu. Haya. Ulichokuwa nakitaka umeshakipata. Chai hapa. Si ulisi akinywa yeye atafaidi. Haya. Kunywa. Ndio maana ulinipi muo. Sina nipi jamani yote. Kichwa kitamu hicho. Sasa hujaniacha hivi nini utafunia? Mwangekia mtu mwenye muziki wa violin unalia kwa uchungu, usinione na tamaa.
ndani yangu kuna giza nene nena. Natembea usiku, kivuli changu kimenizoea. Ninabeba penzi kama mzigo wa kuuza. Wanaokuja wanataka ladha sio. Wanagusa mwili lakini hawajui maumivu yangu. Kila dirisha la tani ni gereza, kila shuka ninalala lanihukumu, na macho yao yanapong'aa, moyo wangu huzima. Najiuza, sikustarehe bali kwa sababu sina pa kwenda. Najiuza kwa machozi yanayocheka mbele yao. Najiuza kwa roho iliyouzwa kwa bei ya kahawa. Karibu boss, kama mwanzo nilivyokuambia, huduma zetu ni nafuu kwa kila mtu. Pia vijana wetu wamenyooka, watakupa huduma ambayo hujawahi kuipata sehemu yoyote. Ngoja nikuonyeshe sample ili uweze kuchagua mwenyewe. Okay, vijana wenyewe ni hao. Kijana wa kwanza huyo ana rangi ya kawaida, kwamba sio mweupe sana, sio mweusi sana kama ma Black America. Lakini kijana wa pili ni mrefu, sio mrefu sana. Kwa wewe ulivyo hivi boss, mnaendana. Huyu anaifuata watatu mfupi, lakini ukimwangalia boss ana kamvuto fulani hivi. Si unamuona mwenyewe? Huyu mwingine ana uchewe. Najua unapenda ukiwa naye faraga kumshikashika ndevu nini, inaleta kidogo hapo. Kabla hujamaliza, namtaka huyo mara kwanza. Okay, yule wa kwanza kwa leo bosi utanisamehe kwa sababu ameenda kuhudumia sehemu nyingine. Sio, utamsaidiaje hapo? Mimi naweza nikaadi hata kutoa hisia hela. Sawa, kwa kuwa ni bosi wetu na tajiri wetu na tuweka mjini, siwezi kukata fursa nikupeleke kwa bosi. Anaweza kukusaidia kwa undani zaidi. Karibu mama. I hope to enjoy. Sawa. Naweza kuangalia. Najiuza kwa machozi yanayocheka mbele yao. Najiuza kwa roho iliyouzwa kwa bei ya kahawa. Najiuza na kila sentence wananitaja kama starehe, lakini mimi ni binadamu, ninahitaji kupendwa. Wengi wananiita mrembo wa giza, wengine wananiahidi nyumba, magari, visa, lakini usiku nikirudi najikuta sina thamani. Nimeachwa na harufu ya mili, lakini sio mapenzi. Mama alinifundisha kuishi kwa heshima, lakini njaa ilinifundisha kuuza ukimya. Sauti ya violin ndio rafiki yangu sasa, inalia kama mimi kwa sauti siosikika. Kwa sauti zaidi najiuza kwa machozi yanayocheka mbele yao. Najiuza kwa roho iliyouzwa kwa bei ya kahawa. Na kila sentence wananitaja kama starehe, lakini mimi ni binadamu, ninahitaji kupendwa kwa sauti zaidi ya hisia. Siku moja nitakimbia hii njia, nitavaa upya utu wangu, nitapendwa bila bei wala masharti, na nitapona. Si kwa raha, najiuza ni kwa sababu dunia hanisiki. Najiuza ndo wapi mwisho wa sauti, ndo wapi. Hali ya kimya, sauti laini ya background kama kilio cha ndani. Karibu boss, kama mwanzo nilivyokuambia, huduma zetu ni nafuu kwa kila mtu. Pia vijana wetu wamenyooka, watakupa huduma ambayo hujawahi kuipata sehemu yoyote. Ngoja nikuonyeshe sample ili uweze kuchagua mwenyewe. Okay, vijana wenyewe ni hao. Kijana wa kwanza huyo ana rangi ya kawaida, kwamba sio mweupe sana, sio mweusi sana kama ma Black America. Lakini kijana wa pili ni mrefu, sio mrefu sana. Kwa wewe ulivyo hivi boss, mnaendana. Huyu anaifuata watatu mfupi,
lakini ukimwangalia bosi ana kamvuto fulani hivi, si unamuona mwenyewe. Huyu mwingine ana uchewe, najua unapenda ukiwa naye faraga kumshikashika ndevu nini, inaleta kidogo hapo. Kabla hujamaliza, namtaka huyo mara kwanza. Okay, yule wa kwanza kwa leo bosi utanisamehe kwa sababu ameenda kuhudumia sehemu nyingine. Sasa utamsaidiaje hapo? Mimi naweza nikaadi hata kutoa hisia hela. Sawa, kwa kuwa ni bosi wetu na tajiri wetu na tuweka mjini, siwezi kukataa fursa nikupeleke kwa bosi. Anaweza kukusaidia kwa undani zaidi. Karibu mama. I hope to enjoy. Sawa. Naweza kuangalia. Najuza kwa machozi yanayocheka mbele yao, najuza kwa roho iliyouzwa kwa bei ya kahawa, najuza na kila sentence wananitaja kama starehe, lakini mimi ni binadamu ninahitaji kupendwa. Wengi wananiita mrembo wa giza, wengine niahidi nyumba, magari, visa, lakini usiku nikirudi najikuta sina thamani. Nimeachwa na harufu ya mili, lakini sio mapenzi. Mama alinifundisha kuishi kwa heshima, lakini jadi nifundisha kuuza ukimya. Sauti ya violin ndio rafiki yangu sasa, inalia kama mimi kwa sauti siosikika, kwa sauti zaidi. Najuza kwa machozi yanayocheka mbele yao, najuza kwa roho iliyouzwa kwa bei ya kahawa, na kila sentence wananitaja kama starehe, lakini mimi ni binadamu ninahitaji kupendwa kwa sauti zaidi ya hisia. Siku moja nitakimbia hii njia, nitavaa upya utu wangu, nitapendwa bila bei wala masharti, na nitapona, nitapona. Si kwa raha, najuza ni kwa sababu dunia hanisiki. Najuza ndo wapi mwisho wa sauti, ndo wapi. Hali ya kimya, sauti laini ya background, kama kilio cha ndani. Muziki wa violin unalia kwa uchungu, usinione na tabasamu, ndani yangu kuna giza nene nena. Natembea usiku, kivuli changu kimenizoea, ninabeba penzi kama mzigo wa kuuza. Wanaokuja wanataka ladha sio. Hili ni chuo cha afya, lakini watu mnafanya uhuni tu. Haya matatuni ya nini? Unakuja umevaa heleni, mitatu mwili nzima, nini maana yake? Bona huyo mwingine unakuja chuoni umevaa vest, unamwonyesha nini sasa? Mbona umeweka takataka kichwani? Fashion madam. Fashion ya wapi hiyo uchafu kichwani?
haraka, mshike kijana. Samahani, naomba ukamwite Prince, ufanye haraka aje akananilia muangalie kijana, sijui shida ni nini hapa. Shida nini? Kwetu basi na mimi. Aliyekuwa na huyu kijana ni nani? Ghafla tu sisi hapa tuko naye sasa ndio mabadiliko. Hebu mshike vizuri, ngoja Prince aje kwanza. Kuna shida gani? Yaani kijana walikuwa darasani wanafunzi, lakini ghafla amedondoka. Sijui shida nini? Tatizo gani? Madam, ita ambulance. Hakuna nyingine yote darasani. Naomba mchukue mpeleke darasani. Sawa. Haya madam, piga bwana. Okay, sawa. Hey, rudini darasani, kila mtu na madarasa yake alikotokea. Vipi Zawadi? Kabenisi itampendeze? Ni nzuri. Si unaiona? Anza kuniona. Zawadi ni nzuri, ila huyo mtu anaenda kumnunulia sijui. Naona yule ni mtu naye kumnunulia Zawadi. Kwa nini unakuwa na chuki hivyo wewe? Yaani kaka yako unamfanya kama adui. Una shida gani? Kaka yetu ule, utofauti wetu ni mama tu. Siwezi yani kupendana na mtu ambaye hatujatoka tumbo moja. Sina undugu naye kabisa. Sikiliza nikwambie mdogo wangu. Yule ni kaka yako na atabaki kuwa kaka yako. Hata ukipata tatizo hapa, hakuna mtu mwingine yoyote atakayekuja kukusaidia zaidi ya Benli. Si unanielewa? Hivi mtu tuna undugu naye. Yaani sijui baba, sijui mama, sijui nini. Hivi akitaka kuchukua mali hizi tunafanyaje? Mtoto wa kiume yule, kumbuka. Ushawahi kumuona dalili yoyote ya kuchukua hizi mali? Mpaka uone dalili gani? Sikiliza nikwambie, hizo chuki ni mbaya na utaishia pabaya. Yule kakako, yani tofauti ya pale ni kwamba yule ana mama yake na sisi tuna mama yetu. Kwa mimi sipendi hiyo tabia. Badilika. Sipendi kabisa. Umemaliza? Sijamaliza mpaka uache hiyo tabia yako mbaya. Nakwambiaje? Niko pale. Tutaona. Wow, madam, karibu tena. Asante. Nimeamka mzima wa afya, pia nimefurahishwa na huduma zenu. Ni very fantastic. We, usinabe. Mpaka nimekuwa mwepesi. Lakini nikuambia tangia mwanzo huduma zetu zimenyooka. Na vijana wenyewe hawana kazi ndogo. Yaani wamenyooka hivi. Kitaka kazi kweli. Hata mimi nimeona. Vipi? Unahitaji tena huduma nyingine tuweze kukuhudumia? I think so. Okay. Namtaji huyu hapa. Nafikiri hata jana nilikuwa nimempoint huyu hapa. Isivyokuwa tena bahati asubuhi ya leo. Baada kijana yuko busy madam. Hivi unajua mnanichosha. Hivi kwa nini imekuwa ni ngumu sana kumpata huyu kijana? Ana nini cha ziada mpaka inakuwa ngumu kupatikana? Kwamba jana nimempoint mtu yuko busy na leo yuko busy, mnakela bwana. Taji. Boss. Aisema matajiri wana changamoto kwa kweli. Mtu namuelekeza kabisa kijana yuko busy, bado unang'ang'ania. Unataka nini sasa? Lakini sio mapenzi. Mama alinifundisha kuishi kwa heshima, lakini jadi nifundisha kuuza.
Hivi unajua nimekutafuta nikajua umelala, kumbe umekaa huku. Sasa hivi hamna kitu kingine ambacho kinaweza kunipa furaha tofauti na vitu vya design. Au basi ukata tamaa kakaangu, kwa sababu sisi tunakutegemea wewe. Haya, wewe leo ukiwa hivi, unategemea sisi tuishi vipi au tufanye nini? Kwa sababu unachokifanya wewe, sisi ndugu zako tunakuangalia. Haya, na sisi tukifanya hivyo, hakuna kitu ambacho kimebaki kunipa furaha kwenye maisha yangu tofauti na hiki. Nilimpoteza mama, sasa hivi nimempoteza baba. Hata wewe mdogo wangu naye anipendi. Sijui ananionaje mimi. kwa hiyo unahisi ukivuta shisha utakaa sawa? Ni bora, kwa sababu najua nikitoka hapa tapata hata nafasi ya kulala. Nilikuwa ndani lakini nimeshindwa hata kulala, ndio maana nimekuja nimekaa hapa. Kwa vitu vyote ambavyo nakuwa navifanya hapa ndani nafanya kwa ajili yake. Achana bali swala la kula. Lakini kila siku nimekuwa najitahidi kwa chochote kile ambacho anakihitaji ili aishi maisha mazuri. Aona kwamba hata kama wazazi hawapo basi bado ana nafasi nzuri ya kuishi. Lakini mtu pekee ambaye amebaki hapa anaona thamani yangu ya mimi kuwepo ni wewe. Wengine ndio wote alinishawafukia. Alafu kuhusu Abdula, yule bado ni mtoto, mpe muda. Ipo siku atajua ni wapi anapokosea, atabadilika. Ana miaka 19. Ana utoto gani bwana? Okay, bora hata ingekuwa ni kwa kipindi hiki tu. Lakini tangia wakati baba yupo, hajai kunipenda. Kana na mimi jambazi, sijui mwizi. Ya mji wapi mimi napata pesa za kufanya tuendelee kuishi, tuendelee kusurvive hapa ndani. Inapitia mengi basi tu. Sasa mimi nitaishi maisha gani? Kwa nini Mungu anichagulie mimi maisha ya design hii? Sina furaha ya wazazi, lakini hata ndugu zangu pia nao hawanipendi. Basi kakaangu, labda nikuahidi kitu. Kuanzia leo nitakuwa bega kwa bega na wewe. Nitakupenda na nitakuheshimu. Nitakusikiliza kwa kila utakachokisema. Sitakuangusha kwa siku moja na sitakaa mbali na wewe. Nakuahidi. Sipendi ukuona ukiwa hivyo. Sipendi ukuona ukiwa na hali hii kakaangu. Ila tu naomba kitu kimoja. Naomba ubadilike. Nahitaji Benli yule alokuwa tukimwomba kitu anatusikiliza. Tukimwambia kitu anatuelewa. Na sio Benli huyu wa sasa. Muda utupo klabu, unavuta shisha, unavuta sigara. Kakaangu, sijakuzoea hivyo. Badilika. Yaani hizi sio tabia zako kabisa. Rudi kama mwanzo. Kama kweli unatupenda sisi wadogo zako, nakuomba badilika. Upo tayari? Mimi naomba nikupe muda. Kaa na ufikirie. Kama utaona hiki nilichokwambia kina umuhimu, basi utabadilika. Ila kama unaona upo sawa, basi utaendelea kufanya unavyoona wewe iko sawa.
Karibu mama. Asante. Kwa bahati mbaya leo sekretari wetu ametoka. Ila usijali, huduma ipo kama kawaida. Nipo hapa kwa ajili ya kukuhudumia. Karibu sana. Huduma zetu hapa bana, goli moja 500,000. Kwa sijajua uko unataka uhudumiwe kwa kiasi gani ili enjoy mamangu. Mimi nilikuwa nahitaji bao 2. Kwa hiyo kwa sababu bao moja ni 500,000, it means bao 2 ni 1,000,000. Hamwezi mkanipunguzia? Nakupunguzia 200,000. Toa 800,000 tuweze kufanya biashara mama. Okay, sawa, ina shida. Okay, naweza ngoja nikuitie vijana hapo uchague. Hapana, usiniletee vijana, niitie kijana. Okay, sawa. Kama starehe, lakini mimi ni binadamu, ninahitaji kupendwa. Wengi wananiita mrembo wa giza, wengine wananiahidi nyumba, magari, visa, lakini usiku nikirudi najikuta sina thamani. Nimeachwa na harufu ya mili, lakini sio mapenzi. Mama alinifundisha kuishi kwa heshima, lakini jadi nifundisha kuuza ukimya. Sauti ya violin ndio rafiki yangu sasa, inalia kama mimi kwa sauti siosikika. Kwa sauti zaidi inajiuza, kwa machozi yanayocheka mbele yao, inajiuza kwa roho iliyouzwa kwa bei ya kahawa. Na kila sentence wananitaja kama starehe, lakini mimi ni binadamu, ninahitaji kupendwa. Ipo mzima kweli? Uzima. Yaani ujui uzima wa nini? Sio kuumwa hivyo yani. Yaani nakuona nisikuelewi yani. Hivi sijawahi kuona hata kuleta tu mwanamke ndani hata akosea hata nyumba labda. Mama nauliza wewe ni mzima kweli? Mbona kama haifanyi kazi? Hivyo unajua mimi ni kaka. Kaka gani? Huyo akushia mama? Ni kaka. Sioni kama ni mzima kabisa. Uko sawa? Mimi niko sawa, nikuulize wewe uko sawa? Yaani uswali cha nikuulize wewe uko sawa kweli? Yaani sijui kuona nini. Afili shati kama fundi alikosea kufunga. Nyie ndio mkuu. Yaani kwa kweli mambo yanayofanyika ni makubwa sana, na mimi niko nao mdogo. Yeah. Ni hatari. Yaani ni hatari kaka, vitu vinavyofanyika huko. So ushahidi yote mimi ninachukua pole. Yeah. Hakuna aliyenishtukia. Hakuna. Ndio. Kama ulivyoniagiza. Kwa macho yangu na video ninayo. Ndio. Nahitaji muda zaidi kufanya hichi kitu, kwa sababu inavyoonekana kwamba jambo halianzia hapa, ni kubwa sana. Kwa nahitaji muda zaidi kwa ajili ya kufanya huu upelelezi. Okay, sawa, hamna shida. Mimi nitakupa taarifa. Mzikiwa violin unalia kwa uchungu, usinione na tabasamu.
ndani yangu kuna giza nene nena. Natembea usiku, kivuli changu kimenizoea. Ninabeba penzi kama mzigo wa kuuza. Wanaokuja wanataka ladha sio. Wanagusa mwili lakini hawajui maumivu yangu. Kila dirisha la tani ni gereza, kila shuka ninalolala ni hukumu. Niambie. Safi. Familia inasemaje? Familia ndio hivyo, majukumu hapa na pale. Tunapambana tu. Unaona, bila kazi hatuwezi kula. Ya, ni kweli. Wewe binti. Mjo. Madamu, hapa chuo kwetu kidogo tumechangamka. Mtihani. Watoto wazuri kabisa, mashallah. Ujambo? Unaitwa nani? Luda. Mbona sauti yako iko? Okay. Pole. Haya, nataka uende darasani utafutie mtu anaitwa Klidi. Sawa? Sawa. Sawa? Wewe nitamwambia mke wako. Si wanaume bwana, unajua haya maisha macho yana pazia. Wewe hangaika hivyo hivyo, uogopi magonjwa siku hizi. Tabia mbaya, shauri zako. Macho yana pazia. Sawa? Kwa hiyo mimi ninachokiona nakipenda na macho yakiobserve, kwa hiyo nakupa hamna tatizo. Vipi simu yangu jana lokupigia uliipata? Hiyo nilipata. Simu? Waga ndo wasiliana, tunapigiana simu. Unajua hawa vijana wangu bana. Kuna changamoto yoyote darasani? Hakuna changamoto yoyote. Kila kitu kiko poa. Kila kitu sawa. Sasa mdogo wangu, cha kuzingatia chuo kisikuchanganya. Kama kuna changamoto yoyote mtafute. Sawa. Mimi naelewa una utimamu yani. Labda kuna lolote lingine? Iko sawa. Unaelewa na kutegemea Naelewa. Yaani mimi nikiwa na vijana timamu kama wewe kidogo nashukuru Mungu. Na wewe pia kuwa na mtu kama mimi pia unashukuru Mungu. Kwa hiyo tunategemeana kwenye maisha yetu. Haya poa. Unaweza ukarudi basi. Sasa kama kuna lolote utanijulisha. Wanangu kesho hiyo baridi. Oyagwani Tulieni, mimi na bonge la jambo hapo. Umekucha. Mzaki. Kila siku unaangaje tena. Mimi na kitu kimoja hivi na bonge la mchongo hivi, yani unajua burudani moja imekuwa kinoma. Naelekeza. Oyeni kwanza nitoe jambo hapo. Tulieni hivyo hivyo. Tumetulia mwanangu. Poa. Wewe ndio shike hivi. Shika. Mama tucheleweshe. Wewe. Unaonaje? Poa. Yes. Sasa ulikuwa wapi mwanangu, tugea siku zote tukigea. Hii inaanza leo. Oya, mbweka dundo kwanza najisikia niko happy. Wewe muziki. Weka dundo hapo. Roma, Oya, weka dundo. Oya. Chapu basi. Noma. Kama.
Muziki wa violin unalia kwa uchungu, usinione na tabasamu, ndani yangu kuna giza nene tena. Natembea usiku, kivuli changu kimenizoea, ninabeba penzi kama mzigo wa kuuza. Wanaokuja wanataka ladha sio, wanagusa mwili lakini hawajui maumivu yangu. Kila dirisha la tani ni gereza, kila shuka ninalala ni hukumu, na macho yao yanapong'aa, moyo wangu huzima. Najiuza wewe. Jana hujalala chumbani. Saa hizi mtoto wa kike nakuwa unatoka kwenye chumba cha kaka yako. Usiniambie umelala kwa kabeni. Si chumba pia. Usinijibu hivyo wewe. Wewe mtoto wa kike unaanzaje kulala kwenye chumba cha kaka yako? Tena mpaka asubuhi unatoka wenyewe, una hata habari. Hivi unajielewa kweli wewe? Yaani unaanzaje kulala kwenye chumba cha kaka yako? Haya, wewe chumba chako ukijui? Jamani, nimeamua tukule huku, siku nyingine talala huku. Sikiliza. Kama mwenyewe unataka kuingia huku njoo. Usinishangae. Wewe bei ya kahawa na kila sentence wananitaja kama starehe, lakini mimi ni binadamu, ninahitaji kupendwa. Wengi wananiita mrembo wa giza, wengine niahidi nyumba, magari, visa, lakini usiku nikirudi najikuta sina thamani. Ndio hivyo nilivyokuambia. Tulia na mume wako. Wewe saizi mke wa mtu, mambo ya kuhangaika ya nini? Lakini si ulienjoy eh? Usimsikilize huyu. Huyu kulala mwenzio, anakaa kwao. Hajui hata maana ya mume huyu unavyomuona. Sawa, nashukuru sana kwa ushauri wako mzuri. Na nashukuru kwa kunisaidia. Na kuahidi sitarudia tena. Usijutie sana. Yaani ndio mwanzo tu. Yaani utaenjoy sana. Afu kuna kiwanja kipi hicho nataka kupeleke baadaye ukisikia kwa nini tunaenda. Hivi unajielewa kweli wewe? Au unalopoka tu? Usijali. Yaani hiyo mara kwanza lazima uwe unaogopa, lakini ukizoea kila kitu kinakuwa poa. Sasa hivi unajisikiaje? Kuna hapa nilipo kichwa kinaniuma. Basi wewe kunywa maji, pumzika baadaye. Kama ukitaka labda akitaka nini? Hapa hata sijaongea na wewe. Nashangaa tu unadakia. Seti. Pumzika. Ukikaa sawa naomba urudi kwa mume wako. Sitaki kusikia sijui mambo ya baadaye sijui mnaenda wapi, sitaki. Mimi sasa hivi nishaongea na mume wako, kila kitu kipo sawa. Ila kupiga vitu vyako hapo.
nikiwa violin unalia kwa uchungu. Usinione na tabasamu, ndani yangu kuna giza nene nena. Natembea usiku, kivuli changu kimenizoea. Ninabeba penzi kama mzigo wa kuuza. Wanaokuja wanataka ladha sio. Wanagusa mwili lakini hawajui maumivu yangu. Kila dirisha la tani ni gereza, kila shuka ninalala lanihukumu, na macho yao yanapong'aa, moyo wangu huzima. Najiuza, sikustarehe bali kwa sababu sina pa kwenda. Hi students. Leo Jumatatu, sawa? Kama tulivyojifunza jana, Ijumaa iliyopita kuhusu study yetu ambayo tumeelekeza kuhusu ni psychology. Sawa? Nani anakumbuka? Who can remember? Tulisema psychology, what is psychology? Nani anaweza kutusaidia? Psychology. Okay, ya kwanza tulisema ni text. Is there someone who can help us? Text as texts. That is the easy to read and concise. Who can relate? Beni. Principal. Naam. Beni karudi bwana. Napita huko nje nasikia Beni. Pole sana. Shukrani sana. Karibu pia. Pole, sisi kama uongozi wa chuo tunafahamu matatizo yanokukuta. Wanafunzi, nadhani wote mnafahamu matatizo yalomkuta mwenzenu. Ndio. Ya, sasa tunachokihitaji mshirikiane naye. Sawa? Beni, tunawategemea sana watu kama nyinyi, ila matokeo yako sasa hivi ni mabaya. Sasa tunaomba shirikiana nao wenzio, hakikisha unarecover, unakaa sawa, unaelewa? Na kama kuna changamoto yoyote, ofisi ziko wazi. Sawa? Wanafunzi, naomba mshirikiane na wenzenu. Sawa? Karibu sana Beni. Beni, kama kuna chochote kile usisite kunifuata, sawa? Ya, karibu sana. Tumshangilie jamani kwa mara nyingine. Beni. Hivi unajua Kridi, je, kuna hasira zangu? Yaani katika siku zote tunazoishi tupo hivi. Serious? Kuna sioni muamala kwenye akaunti yangu unaifahamu. Mzigo nakupa wiki 2 sipati. Mimi nifanye nini? Uchague vitu hivi.
Okay. Mbona ugopa? Nilikuita kwa lengo moja. Shika. Huo mzigo, maelekezo, kila kitu nitakupatia kwenye message. Sawa? Niambie. Una rosto ya juu tu una chini? Biola, mimi sielewi. Wale nyinyi mnielezee. Yaani nilikuwa sielewi. Yaani najisikia tu ovyo, yaani ni kama rosto si rosto, kichwa kinauma. Kridi mwenye nampigia hata simpati. Mimi sina. Ila naweka bro hakosi vitu na. Kuja nikakuandalizia. Asante sana, nitashukuru sana kwa kweli. Dada, mambo? Poa vipi? Poa, mzima. Samahani,
Najua wewe ni mgeni hapa. Mimi kwa majina naitwa Thea. Sijui mwenzangu naitwa nani? Cassandra. Oh, jina lako zuri. Kuna jambo nataka kukuambia, lakini sio kwa ubaya. Hapa chuo hapa kuna kaka ni hatari. Yaani ni hatari kabisa hata kusogelea. Wa kwanza ni Benly, Creed na Peter. Yaani hao watu hawafai kabisa. Kuoka nao. Sijagola baba. Yaani atelewa kivipi? Maana hao watu ni wanajiuza. Wanajiuza? Yaani usitokee wanajiuza. Usiongee kwa sauti basi. Habari ndio hiyo. Ukitaka umbea zaidi, utafute. Mimi ni binadamu, ninahitaji kupendwa. Wengi wananiita mrembo wa giza, wengine ni hapo vipi? Mbona tayari hujavaa? Nilikuwa labda. Okay. Umejiandaje kupita na mtumbwi kwenye mto mkubwa? Tunategemeana na aina mawimbi. Sasa kwa makini, kwa sababu mto maji yake yametulia sana, lakini ni hatari sana. Unategemea nini kwenye hicho unachoonyesha? Unahitaji uhuru wa mwanafunzi. Mwanafunzi gani? Chami. Sawa. Huu msitu wa mbwa mwitu kwa sasa upo salama, kwa mnaruhusiwa kupita, mpo free. Piteni. Natakiwa kuwa makini sana na huyo. Nipo nyuma yake. Leo tupo kwenye chumba cha kompyuta. So, nani ambaye anaweza kutuelezea tulichojifunza before? Chami. First of all, good afternoon my fellow students. Tulichofundishwa mwanzo na madam namna ya kutumia kompyuta, cha kwanza kabisa unahakikisha kwamba kompyuta yetu imeunganishwa kwenye socket yenye umeme. Kompyuta na vitu kama sio vitatu ni vinne vikubwa. Cha kwanza kabisa ni CPU. Kirefu chake ni Central Processing Unit. Huu ni kama ubongo kwenye kompyuta. Hii inapatikana wapi? Inapatikana ndani ya desktop ambayo ni motherboard kwenye hiyo kompyuta yetu, ambayo ndo hiyo kubwa kubwa hapo kasi mnaiona pembeni hapo. Alafu cha pili kuna monitor ambayo ni hii screen. Hii inatumika kwenye kudirect, kuonyesha picha na video na kazi ambayo tunaifanya. Cha tatu kuna keyboard. Hii ina alama, ina herufi, inatumika kwenye kutype, kwenye kuandika, kwenye katika kazi ambayo inafanyika kwenye monitor. Sijui mnanielewa? Ndiyo. Cha tatu kuna mouse. Kwa Kiswahili unaweza kusema ni kipanya. Hii inatumika kwenye kutoa mshale sehemu moja kupeleka sehemu nyingine, ambao mshale huo unaonekana kwenye monitor, alafu kuhamisha faili moja kupeleka kwenye faili nyingine. Na hisi mnanielewa? Hongera Chami. Hongera. Madam, sorry for interaction. Huyu ni mwanafunzi wako mpya. Kuhusu uniform na mambo yake ya taarifa yake nayo. Nadhani kuanzia kesho ataanza kuwa sawa. Karibu.
Karibu. Asante. Chami, hongera sana. Naona hii safari ya mita 100 umeiweza vipi? Mita 1500 tutafika kweli? Bwana vipi mheshimiwa? Mbona hivyo tena unakuja Ofisini kwangu ndugu yangu. Kuna nini? Si unajua tena biashara yangu. Nahitaji kijana mmoja tu. Kijana mmoja? Ndio ndugu yangu. Wa issue gani? Ndugu yangu, umesahau biashara yangu na wewe. Sasa wewe, hivi huu muda unaujua muda gani? Huu ni muda wa darasani. Kwa ajili gani unamtaka wewe mwanafunzi sasa hizi? Ndugu yangu nisaidie. Yaani kijana huyu, yaani dakika hizi hata kikosa tu masomo mawili mangapi, aje akafanya hii kazi tu huku. Una akili timamu wewe? Kabisa, yani umekaa huko sawa, yani unataka mwanafunzi atoke darasani sasa hivi aende huko. Uko sawa wewe? Nisaidie. Dakika hizi mbili tu. Hebu wewe una wengine niahidi nyumba, magari, visa, lakini usiku nikirudi najikuta sina thamani. Nimeachwa na harufu ya mili, lakini sio mapenzi. Hiki ni chuo cha afya. Sawa? Hatupo hapa sisi yani kuja kuzurula kufanya vitu vingine vya kijinga. Emwe njoo hapa, sogea. Wewe ni mwanafunzi. Afu simama vizuri. Nasimamiaje? Eti wanafunzi, huyu mkimwona anafanana na nyie kweli? Wewe tai yako iko wapi? Sasa kwa hiyo kama tai una sindo tukununulie? Hivi nyie wanafunzi mko sawa kweli? Wewe madam, hivi mnapokeaje wanafunzi wa design hii? Halo, jamani, hiki ni chuo. Sawa? Hii sio eneo la kuja kufanya biashara zenu ambazo mnazifanya. Unanielewa? Hapa kuna biashara ambazo zinaendelea. Na hizo biashara sisi tunazigundua. Tushatafuta namna gani ya tunajua. Na tunawajua nyewe ambao mnazifanya hizo biashara zenu. Sawa? Kwa hiyo hapa tunachokitaka kufanya ni kusafisha. Tutajua namna gani tutadili. Sawa madam? Umeelewa? Mwalimu wangu. Tutajua namna gani ya kudili na hawa. Hawatusumbui. Njoo hapa. Njoo mwanafunzi. Safi kabisa. Shati, tai. Unajiona uko sawa na huyu? Muonekano wako ni ukijiangalia uko sawa nayo? Hivi ndo tunavyotaka watu wawe, au sio man? Yuko proper kabisa. Tai kavaa vizuri, shati inapendeza. Sasa mambo mengine hata, lakini yuko vizuri. Wewe hivyo ulivyo, muonekano wako tu unaonyesha kabisa ndani una mauzauza. Yaani hivyo nje tu nikikuangalia najua ndani ukoje. Halo wewe. Toka hapo. Rudi huko. Rudi kijana, rudi. Safi sana. Hiki kwa kikao cha dharura. Haya, rudi darasani. Kila mtu arudi darasani kwake.